yake. Kuna tofauti ya sabato ya Mungu na sabato zake. Sabato zake huyo ni nani? Sio Mungu anasema nimekomeza sabato yangu. Ninyi Waislamu hata ni wakuhurumia. Yaani hao ni watu wa kuhurumia, si uongo. Sababu wewe ukisikia andiko, hata mtoto wa nasari atajua kwamba inaitwa sabato zake, si ya Mungu. Sasa niulize, tunasungumzia sabato zake ama sabato ya Mungu? Kutoka 28. Msisungumuzie sabato zake, tunasungumzia sabato ya nani? Sikia hiyo, wacha kucheka. Hapa ni maneno ya Mungu inasomwa, si mchezo. Twende 28. Ikumbuke siku ya sabato. Ikumbuke siku ya sabato, Uitakase. ndio. Siku 6 fanya kazi. Utende mambo yako yote. Ndio. Lakini siku ya 7. Lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Sabato ya nani? Bwana. Na wao wanasungumzia sabato ya nani? Hii ni vitu mbili tofauti. Tunasungumzia sabato ya nani? Ya Bwana. Sasa yeye akakuja na hoja yake, akasema kulingana na Luka 18:1, akaisoma, akaambia msomaji wangu nisomee Luka 11. Luka 11 inasema, akamwambia mfano, imempasa kumuomba Mungu siku zote. Wacha na nyinyi mnaomba mara 5. Wakristo wanaomba hata mara 20, hata 100. Sababu wanaomba kila wakati. Siku zote tunaomba. Hata saa hivi vile tumekuwa hapa tumeomba. Kesho tutaomba. Saa 2 tutaomba. Saa 3 tutaomba. Tunaomba Mungu siku zote. Lakini siku ya ibada ndio tunazungumzia. Siku ambayo watu wanafaa kufanya ibada, si ya kuomba. Siku ya kufanya ibada ni gani? Wale ambao walikuwa kwa Biblia walifanya ibada yao siku gani? 13:44 Matendo ya Mitume. Sijui hao nao ni Wayahudi. Soma hiyo 13:44 Matendo ya Mitume. Inasemaje? Hata sabato ya pili. Hata sabato ya pili, watu wengi karibu mji wote. Watu wengi karibu mji wote wakakusanyika. Walisikia neno la Mungu. Kumbe watu ambao walikusanyika wasikie neno la Mungu siku gani? Siku ya sabato. Na hao wanaenda lini? Friday. Sasa Friday nani aliwaambia kama mjapotea? Hao wanakusanyika siku ya sabato, nyinyi mnaenda Friday. Tuulize Qur'ani, mnafaa kufanya hivyo ama mnakosea? Nipe hiyo Qur'ani, tafsiri ya Barwani 16:124. Hiyo hata mmekosea. Qur'ani yenyewe bila Biblia inasema mmekosea. Hamfai kwenda Friday, mnafaa kwenda Jumamosi. Naomba usikie hiyo 16:124 Qur'ani. Inasema hivi. Ndio. Hakika siku ya sabato Jumamosi. Hata nini? Jumamosi. Kumbe Qur'ani nakubali siku ya sabato ni nini? Jumamosi. Kumbe si Friday. Haya, nipe mchuzi wake hapo. Wala hawa ni watu wa kuhurumia. Qur'ani wameshindwa kusoma msikitini, alafu wanakuja kwa Biblia. Wewe na kazi mtaweza wapi? Soma hiyo. Wala ndio sio kuitukuza siku ya Ijumaa na kuiacha Jumamosi. Yaani Qur'ani inasema sio kuitukuza lini? Ijumaa. Wakaacha Jumamosi. Na wao wamefanyaje? Wamekataa. Wametukuza gani? Ijumaa. Wakaacha nini? Jumamosi. Shido hata nyinyi si Waislamu. Waislamu badia. Hawa ni Waislamu badia, kwa sababu Waislamu original hawawezi wakaitukuza Ijumaa, wakaiacha nini? Jumamosi. Kwa nini? Akasoma kitabu cha Warumi 13:8, akasoma nusu. Hawa watu ni wajaja. Wakati wa Kristo hawa watu wayatoa maandiko ya nukuu, wanasoma nusu. Hapo chini wanajua kuna mchumari, wanatoka biu. Soma hapo 13:8. Ndio. Msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana. Ndio. Kwa maana ampendaye mwenzake ametimiza sheria. Nipe habari. Maana kule kusema ndio usizini, usiue, usiibe, usitamani. Ndio. Na ikiwapo amri nyingine yoyote inajumulishwa katika neno hili gani? Ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Yaani amri zote za Mungu zinasungumzia upendo. Kama wewe unampenda Mungu, hawezi ukafuja amri za Mungu. Kama wewe unampenda jirani yako, hawezi ukafuja amri za Mungu. Sasa tumuulize Yesu. Wewe Yesu, kuhusu amri za Mungu, unawaambiaje Wakristo pamoja na Waislamu ambao wamekusanyika Kapsabet 19:17 aya yake ya kitabu cha Mathayo 19:17. Mathayo inasemaje? Akamwambia, ndio. Kwani kuniuliza habari ya wema? Ndio. Aliye mwema ni mmoja. Lakini ukitaka kuingia katika uzima. Sasa hapa ndio kwenye pointi yangu. Yesu anawaambia watu wote wako Kapsabet,
Ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri. zishike nini? Amri. Amri za nani?